Chanzo cha kupotea. Andika chanzo cha kupotea. Ndio ujumbe ambao ninao. Nakwambia magawanyika katika sehemu kuu 3. Lakini tutaongea sehemu moja ili Jumapili tukiwa na muda wa kutosha vizuri tutautumia. Naamini tutakuwa na mambo mengi sana. Amen. Amen. Chanzo cha kupotea. Unaposikia watu wamepotoka au watu wamepotea, unajua kuna ile maisha ya kawaida tu kwamba mtu amepotea njia. Kuna ile mtu asema alikuwa anaenda mahali lakini amepotea. Lakini pia kiroho kuna watu wamepotea. Wengine wameingia kwenye imani potofu, wamepotea. Mtu ametoka, amemwacha Yesu wa kweli, ameenda kwa Yesu wa mauzauza, anayehubiriwa asiyeeleweka, amepotea. Kuna watu wameacha imani, wameelekea kwenye imani nyingine zisizofaa, wamepotea. Ngoja niwaambie, ishini kwenye misingi mliojengwa kwayo. Msiige vitu, msifuate mafundisho ya kigeni. Haleluya. Amen. Si kila mhubiri ambaye atasimama na kusema neno ni neno la Bwana. Na nyakati hizi ukisoma kitabu kile cha Yeremia 23 ukianza mstari wa 15, 16 mpaka unaenda na 8, unasema nabii aliye na neno langu na aseme neno, lakini aliye na ndoto zake na maono yake acha yaseme. Kuna watu wamebeba neno, wanasema neno, lakini wapo wengine ambao hawana neno. Kuna watu wana mafunuo ya kimungu, lakini wapo wengine ambao wana mafuniko. Matukio yamekuwa ya ajabu, hata mengine hafai hata kusema. Kuna na maombi mengine yanafanyika hata hayafai dunia hii, mbinguni na duniani hayafai. Ni nini chanzo hiki kinachofanya watu wetu wanapotea? Mtu anatoka kanisani anaenda mahali. Niliona wale wanaofuatilia, nikaona mhubiri mmoja ameweka pipa lile la lita 12, alafu yuko kule ndani anaoga, alafu watu wakaambiwa wanywe yale maji wapate upako, wanywe maji, na wanashabikia kabisa, anaenda pale eti anakunywa maji. Nini chanzo hiki cha kupotea? Nikaona mwingine analeta watu wamekuja madhabahuni, wale mnaofuatilia, alafu anachukua miguu yake anaweka kichwani pako, ananawia miguu kichwani pako, na watu wapo tu lukuki wanafuata. Tutadanganyika mpaka lini? Mungu amenipa kipindi cha kukufundisha. Amina. Okay, mimi ni mwalimu, mimi ni mchungaji, mimi ni nabii na vitu vingi. Sasa huwa naenda kwa vipindi na namna Mungu anaponiswitch huwa naendaga hivi. Amina. Kuna wakati natoa unabii sana, kuna wakati nafundisha sana. Amen. Lazima uelewe nyakati za Mungu. Amina. Mungu si wa mazoea. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa haya mambo tutakutana naye, na kwa sababu wengi wameiacha kweli, wanafuata uongo. Uongo umebeba watu wengi kuliko kweli.
kuliko kweli. Tunapotea. Nini chanzo? Chanzo chake ni Mathayo 22:29. Nini chanzo cha kupotea? Chanzo chake ni Mathayo 22:29. Takuwa na ufunuo wa neno wa kufungua akili za watu. Amen. Haleluya. Amen. Aliyepata alisome Mathayo 22:29. Yesu akajibu akawaambia, Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kinachowapoteza ni kwa sababu hamyajui maandiko. Ndio maana ukikutana na chochote unaingia kwa sababu hujui maandiko. Wapendwa, mwaka jana hapo mwisho nilikuwa mahali, nafikiri kuna mpendwa tulikuwa naye yuko hapo. Kaingia kwenye ile nyumba, nilikuwa tu nafundisha namna ya ukombozi wa ardhi na namna familia imepita kwa mateso makubwa. Amepoteza mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa pili naye hali ni mbaya, yani ni yule mtu ambaye naambiwa kuna sukari imemshika. Kuna mazingira tu hayapo, hofu imetawala familia. Nini shida? Wamekutana na watumishi. Mtumishi amekuja nyumbani akawaambia, najenga madhabahu, na madhabahu tutakayojenga hapa mtatakiwa mnunue Biblia mpya, mnunue fruto, ununue mafuta ya olive oil na chumvi. Sasa kulikuwa na msalaba pia pale. Alafu hii madhabahu hapa kwenye mlango tutafukia hapa. Kwa wakachukua Biblia wakafukia mlangoni. Na hawa watu waliaminika kwa sababu wanasikika redioni mahali fulani. Sitaki kupatana, watajua na Mungu wao. Kwa wakaichimbia Biblia, wakachimbia msalaba, wakachimbia chumvi, wakachimbia na mafuta yale. Akasema hii ndio kinga ya ardhi. Huo ni uganga kabisa. Sasa familia imetawaliwa na hofu, mauti, mtoto wa kwanza kufa, mwingine na sukari ambayo hata ukipeleka hospitali hata atulikiwe drip haishuki. Baba anakuambia hofu imewatawala. Yaani wamefika mahali ambapo ni kama wanaona kufa ndo sehemu yao. Aina ya mateso wana. Sasa mimi nimefika pale, natakiwa nifundishe ukombozi wa ardhi kiBiblia. Biblia haijasema tujenge madhabahu kwenye miji yetu kwa kuchimbia Biblia. Mungu hafukiwi. Amina. Neno ni Mungu. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Sasa mimi nikaambia bali kuna familia kaonyesha, kuna familia ambayo ilikuwa na watoto 5 na wakaona makaburi 5, wakawa wanashikilisha ndoto. Nikaambia kwa sababu ndoa, akasema jamani, hata hapa pia jamani tulichimbia. Nikaambia na nikaonyesha familia jirani yao sio mbali. Nikaambia na penyewe walichimbia Biblia. Na Biblia ni maiki tulipoifukua nilimpa, bado nayo. Nilimpanga wakati wa ndoa yake mzee wangu. Ilifukiwa chini eti kwamba hii ndio inapigana na maadui. Maandiko yanasema mwapotea kwa sababu gani? Mathayo imesemaje? Mathayo 22:29 imesemaje? Yesu akajibu akawaambia, Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa kinachowapoteza sio kingine. Na walienda kwa watu,
Nikawaambia, je, mnalo andiko hata moja alipokuja kufundisha mnalo? Asema hapana. Ila waliomba hapa wakaimba na pambio. Sasa yamkini na wewe kuna watu umekutana nao, na kwa sababu ya shida zako, badala ya unafikiri unajitoa kwenye shida, kumbe umejiongezea shida. Kinachopoteza watu ni kwa sababu hawayajui maandiko wala uwezo. Mungu atusaidie. Amen. Sema Bwana Yesu, nifungue akili yangu, nipate kuyajua maandiko na uwezo wa Mungu, nisidanganywe pamoja na wanaodanganyika. Bwana, naomba neema katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Wapotea. Tumeanza na ile familia huko, ndio wanaanza kuona mwanga. Kilichowapoteza ni kuna watu wamejiingiza kwa siri, kuna wapotoshaji wameingia. Wewe mwenzako, wewe ulichimbia nini kwako? Haya, niambie hicho ulichochimbia, neno la Mungu linasapoti. Bora hata niseme nimepotea kwa andiko, basi wapi imeandikwa? Okay, mwaka huu kwa muda ambao Mungu amenipa, sijui ni utakuwa muda gani, ni muda wa mafundisho. Amina. Wewe na notebook yako, wewe na Biblia. Amen. Kuna vitu utavipata kwenye knowledge yako. Nimeshagawanywa huu mwaka mara 4. Kuna matukio 4 tofauti ndani ya mwaka. Amen. Ukipita muda wa mafundisho, utakuja muda mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na yale maombi yetu tukafanya kila mwisho wa mwezi, kwa muda ambao tunaendelea ni mafundisho, na mtaona neno linalofungua. Wakati mwingine utapewa tu neno litakufanyia, yaani Mungu anaenda kulithibitisha neno kwa ishara na ajabu. Amen. Heshima ya neno la Mungu. Maandiko yanasema wakatoa ushuhuda kwa lile neno, wakatoa ushuhuda kwa lile neno, wengi wakaokolewa. Kipindi hiki tutatoa ushuhuda kwa neno. Amen. 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 Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Okay, mapotea tumeingia hapo. Sasa twende namba 2. Andika. Uhuru wa kweli haupatikani kwenye unabii na kuombewa. Naomba nitoe mentality yako kichwani. Uhuru wa kweli haupatikani kwenye unabii na kuombewa, bali katika kuijua kweli ya Mungu. Yaani tunaposema, ngoja niwaambie, wale kuna watu walikuwa mahali fulani, sipataji, lakini wale walienda. Unaalikwa mwaka huu, wanaokemewa mapepo mwaka huu na mwakani ndo hao, kwa sababu pale mahali kuna unabii na maombi. Hawana neno, wanakuambia maneno machache, kazi kubwa. Lakini ukiangalia hiyo kazi, huyu mtu miaka 3 iliyopita alikuwa na pepo, na leo halitoki kwa sababu sema shindwa toka. Kwa kuifahamu kweli. Yohana 8:32. Yohana 8:32. Na dakika chache za kutoka hapa, lazima utoke na kitu. Yohana 8:32. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Itawaweka huru. Mtumishi yeyote, nabii yoyote, mchungaji yeyote, mtume yeyote ambaye haifundishi kweli,
anaombea tu na kutabiri, kaa naye mbali. Sikiliza, maandiko hayasemi mtatabiriwa mtakuwa huru. Mtaifahamu kweli. Kutabiri kuna sehemu yake, unabii una sehemu yake, maombezi yana sehemu yake, lakini lazima neno liwe sehemu ya kwanza, maana neno limebeba uzima. Amen. Hulituma neno, hutuponya na kututoa kwenye maangamizi. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Okay. Andika. Kweli ni neno la Mungu. Kwa hiyo yeyote anayelifahamu neno atakuwa huru kwenye maisha yake. Kweli ni neno la Mungu. Kwa hiyo yeyote atakayelifahamu neno atakuwa huru kwenye maisha yake. Nataka nikusaidie nini? Kuna wakati mpendwa mmoja alikuwa hanielewi. Nilikuwa namwangalia umri wake wa wokovu. Sasa ananishirikisha, niombe hapa, niombe hapa. Leo nasikia hiki, leo nasikia hiki. Kaja. Sasa kaona nikija madhabahuni naombea watu, nitamwombea. Lakini si muombe mara kwa mara. Simoja akaniambia, mbona kama unanichenga? Nikamwambia sikuchengi na kuimarisha ukue. Kama nitakuombea kila kitu, na wewe utajiombea lini? Nikamwambia sasa, ngoja nikuonyeshe kitu. Chukua neno hili, simamia 1, 2, 3, omba. Unajua mtu aliyekuwa kiroho hahitaji kuwekewa mkono, anasema naomba neno la kusimamia. Amen. Sitakulemaza, lazima nikukuze. Amen. Ukiweza kujisimamia utawasimamia na wengine. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Anakuja leo ili upambane. Kuna sehemu yako na kuna sehemu ya mtumishi. Nisibebe mpaka sehemu yako. Mahali pengine sitaki kukuombea, utakuwa ujiombee. Ipo sehemu yako ya kukuombea. Walionielewa sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Neno ni kweli. Kwa hiyo ukilifahamu neno utakuwa huru. Amen. Kwenye maisha yako. Amina. Namba 3. Neno la Mungu linatakasa. Kwa kuna aina ya utakaso tunaupata kwenye neno. Amen. Tunaposikia neno, kuna aina ya utakaso tunaupata kwenye maisha. Kuna namna utakaso, maana yake usafi. Utakaso maana yake utakatifu. Maana yake mtu ambaye hajui neno hata kukosea anakosea bila kujua. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:22. Wakati ule nimeambiwa nilitukuze neno, na Bwana anaenda kufanya kitu kupitia neno. Takuwa tu ukija atakupa maelekezo, fanya hiki. Hizi nyakati hizi na utafanya, utaona mafanikio. Utakuwa tunashuhudia hilo neno kila wakati. Amina. Tualifanyia neno kazi. Amen. Petro wa kwanza 1:22. Mkisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuifikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Mkiisha kujitakasa nafsi zenu kuwafanyaje? Kwa kuitii kweli. Kweli ambayo ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Yohana 17:17. Neno linatakasa. Kuna namna neno likishakusafisha vizuri, Mungu anafanya kazi ndani yako. Amina. Yohana 17:17. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli.
uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Baba, yani haya ni maombi. Yesu asema watakapokuwa ukijifunza neno, watakapodumu kwenye mafundisho, watakapodumu kwenye semina mbalimbali, ile neno uwatakase. Ukishawatakasa hata uhuru huko humo ndani. Amen. Kuna watu mapepo yanaondoka kwa sababu neno limepata nafasi. Amina. Maneno haya ni roho, tena ni uzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Andika. Mungu anatufundisha kupata faida kwa kupitia kweli ambayo ni neno lake. Mungu anatufundisha kupata faida kwa kupitia kweli ambayo ni neno lake. Mungu anatufundisha kupata faida kwa kupitia kweli ambayo ni neno lake. Isaya 47:17. 48:17. Isaya 48:17. Isaya 48 mstari wa 17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Nikufundishaye ili upate faida. Nikufundishaye, maana anatufundisha kweli, ili tupate faida, Nikuongezaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Anakuongoza kwa nini? Kwa neno lake. Amina. Kwa kweli yake. Anatufundisha kupata faida. Na tamka 2026 uwe mwaka wako wa faida kwa jina la Yesu. Utaiona faida ya neno kipindi hiki. Amina. Na yeyote ambaye una upinzani kwa neno, Bwana akufungue ili uone faida ya neno ndani yako. Amen. Utaifahamu kweli. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao mjabatizwa kwa maji mengi, nione baada ya ibada tupange ratiba yetu. Jumapili ya 3 ya mwezi tutabatiza, au wiki ya 3 ya mwezi, tafanya ubatizo. Manake ndani ya Januari hii kuna watu watabatizwa. Amina. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama hujui habari ya ubatizo wa maji mengi na faida zake, utaniona baadaye, tupange ratiba yetu na tujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Zaburi mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Sema Bwana. Bwana. Nifundishe. Nifundishe. Na kunionyesha. Na kunionyesha. Njia inipasayo kuiendea. Njia inipasayo kuiendea. Nishauri Bwana. Nishauri Bwana. Na jicho lako. Na jicho lako. Likanitazame. Likanitazame. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Atakufundisha na nini? Kwa neno lake. Kwa kweli yake. Kweli ndo neno. Amen. Okay. Andika. Hiki nimesikia sasa. Andika. Kinachokwamisha kufikia umiliki wetu wa viwango ni kwa sababu hatujawa tayari kujifunza tukue. Kinachotufanya tusifikie viwango vya umiliki wetu bado hatujafikia ni kwa sababu hatujataka kujifunza tufikie viwango. Hatujataka kujifunza tufikie viwango. Manake kuna viwango.
Mungu akikupima anaona huyu mtoto mchanga huyu siwezi kumpa huyu. Mtoto awapo, mrithi awapo mtoto, mali yake huwekwa kwa wadhamini. Maandiko yanasema na ili baada ya kukua akabidhiwe. Kuna watu ambao mali zao, mafanikio yao kimungu yako kwa wadhamini bado yanasubiri ukue. Ndio maandiko yanasema. Kwa hiyo kwa sababu hujataka kujifunza ili ukue, ndio maana huwezi kupewa, ila unawekwa. Mungu anakufundisha kupitia nini? Neno lake. Amina. Kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote. Na unafiki na usuda. Na unafiki na usuda. Na masingizio yote. Na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Wale wachanga wenye mwaka huu sasa, mwaka mchanga, tumezaliwa upya. Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Yatamanini maziwa ya akili, hiyo ya neno hayo, yasiyogoshiwa. Yaani myatamani kama mtoto anavyolilia maziwa, na wewe lilia neno, lia mafundisho, tamani ibada. Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Maana yake kama haujifunzi sana neno la Mungu, basi ukuaji, wewe umedumaa kiroho. Walionielewa sema amen. Amen. Okay. Ebrania 5:11. Ebrania 5:11. Kama umekuwa mvivu, utaki, haya. Ebrania 5:11. Ambaye mengi ya kunena katika habari zake. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Na ni shida kuyaeleza. Na ni shida kuyaeleza. Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Hebu rudia tena. Sikiliza kwa makini. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Ndio. Na ni shida kuyaeleza. Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mmekuwa wavivu wa kusikia. Unaitwa semina huji, umekuwa mvivu wa kusikia. Unaitwa Bible study huji, na wiki hii tunaanza Bible study rasmi. Amina. Jumatano. Amen. Bible study inaanza rasmi. Asema mmekuwa wavivu wa kusikia. Yaani kuna mtu ambaye, ngoja nikwambie, hata saa hii hapa ukitaka kujua mtu aliyepotoka utamjua tu, kwa sababu atasema sasa muda wote anafundisha, mbona hata atuombei? Mtoto mmoja, binti mmoja akaenda na mama yake amuuliza, vipi leo maombi yalikuwa? Ibada ilikuwa nzuri, lakini sio nzuri sana. Kwa nini? Shirima leo alifundisha tu, hajaombea. Kwa hiyo ibada yake haikukamilika kwa sababu hakuombewa. Ninatamani watu wakue hapa. Amen. Ili tusiishie kuombewa, tuwe tunaombea wengine wanapokuja. Amen. Nitawaombea kwa nyakati nazotakiwa kuombea, sio mazoea. Siku nikikuita kuombewa, nimesikia nikuombea. Amina. Lakini kama sijasikia, nitakupa mstari, nenda kasimamia. Tii tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tamani ulipate neno. Tena waliokomaa kiroho, sema mchungaji, nina jambo napitia, naomba mstari wa kusimamia. Naomba mstari wa kusimamia na maelekezo. Nitakupa maelekezo na uyatii. Amen. Mpaka mwanamke, jamani, unakuta umekuwa na kipara kwa sababu unapenda tu kila mtu akiomba niweke mkono, niweke. Hebu mwangalia mwanamke kichwani. Yesu asifiwe. Amen. Sijakataa kuombewa, lakini lazima tukue pia.
kuna namna ya kujiimarisha kimani. Iwapasapo kuwa watu wazima, muda mwingi umepita. Endelea. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi kuwa mnahitaji na si chakula kigumu. Mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Mstari wa 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni chakula cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Akili zao zimezoeshwa, watu wazima wamejifunza neno, sio wavivu wa neno. Mweze mwenzako, wewe ni mvivu? Unapenda kusikia neno? Ngoja niwaambieni kitu. Usipoangalia hizi simu, narudia tena, ni vizuri uwe na simu sawa kabisa, lakini usipoangalia hii inakutenga na Mungu. Hebu angalia, umeweka bando, hilo ni sadaka, alafu unaangalia vichekesho usiku kucha, masaa mengi, lakini muda wa neno unasinzia. Mwangalie jirani yako. Hello? Anakwambia ni neno refu sana bwana, refu sana. Ila vichekesho sio refu, movie sio refu. Hii Jumapili ya kwanza ya mwaka. Amina. Amen. Amen. Angalia kitu unachokipa muda mrefu, ndicho kilichochukua nafasi. Unajifunza vitu ambavyo, kwa mfano, mtu anaweza kuambia ka story ka movie fulani kalipita hapa, simulizi yule simulizi, mwambie niambie habari ya Yusufu. Simama hapa uhubiri, utufundishe maisha ya Yusufu. Huko hapana, umepotea. Watu wa namna hiyo wamepotea, na hata watoto tunaowazoesha hivi tumewapoteza. Leo kuna movie za Daudi inayomwonyesha Daudi. Umpe mtoto angalia. Kuna movie inayosema maisha ya Musa na wana wa Israeli. Kuna movie inasema Samsoni na Delila. Kuna movie ya Yesu. Basi mbali na hapo kuna zile nini, kuna katuni. Usiwape kila katuni. Kuna nyingine za watoto kujifunza lugha, kwa mfano Bongo Kids na vitu kama hivyo. Hakikisha hiki ninachompa mtoto wangu kuangalia kinaweka vitu vizuri ndani yake. Amnielewi? Huu utandawazi endelezeni. Na wengine tunaonekana ni wakoloni. Takuwa wakoloni tu kwa faida ya watoto wetu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Weka kitu ambacho unajua. Tena chukulia huyo mtoto anaangalia nini. Simwachiachie tu. Tumewapoteza watoto wetu kwa sababu hata vitu vile. Kuna watoto walipewa adhabu, akasema makosa aliyofanya aliyaona kwenye TV. Aliyaona wapi? Kwenye TV. Ni watoto wasiosimamiwa. Nini unaangalia? Fuatilia. Tumetengeneza kizazi kisichomcha Mungu, kisichojua Mungu, kwa sababu ya aina ya maisha ya kuwaachilia tu. Unawapa na simu, chukua. Fuatilia pia kwenye simu anafanya nini. Amina. Hello? Amen. Kizazi chetu kiharibu. Leta neno. Walionielewa sema amen. Amen. Mweze mwenzako, uko tayari kwenda kwa ebi wako?
Mwambie kaa kwenye kujifunza. Amen. Amina. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sehemu ya mwisho. Sehemu ya mwisho inasema namna ya kujifunza neno la Mungu. Hadi lifikie kutufungua na kutuweka huru. Namna ya kujifunza neno la Mungu hadi lifikie kutufungua na kutuweka huru. Si hapo, ili nikimaliza hiyo Jumapili ijayo tutaendelea mahali pengine. Namba 1, kulisoma kwa bidii. Kuna vitu hatuwezi kujua bila kusoma. Wangapi wamewahi kununua simu dukani? Simu dukani. Uliwahi kununua ya dukani? Uliwahi, hata kama sio leo, miaka umewahi kununua ya dukani. Sawa. Kwenye simu, kwenye ile box la simu kuna kajitabu kapo. Wakati wamewahi kukaona kajitabu? Hebu muulize jirani yako, unakapelekaga wapi kale kajitabu? Umekapeleka wapi? Kaenda kuchoma moto, si ndio? Ndio. Watu wazingatii sana kale kajawekwa hapo, kwa sababu kamewekwa, kana maelekezo. Hii simu yako uweke kwenye chaji muda gani? Ina maelekezo mengi ya matumizi ya simu yako. Ndio maana mtu anaweka chaji usiku kucha simu yake, sio sawa. Kuna vitu vinaelekezwa pale, lakini kwa sababu wanasema Mwafrika, bwana, ukitaka kumficha jambo liandike. Hapo umemficha, hasomi, unatupa. Wangapi huwa wanakifungua kile kitabu kufuata maelekezo mpaka mwisho? Haleluya. Yesu asifiwe. Okay, sikia. Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu na nalitambua. Nilijua mambo mengi kwa kusoma vitabu. Sasa sikia. Kile kijitabu kinaonyesha simu ikoje, simu inatumikaje. Kuna vitu vingi ambavyo usingevijua kiviko katika kitabu kamenuka. Sasa na Biblia hii kwa kuisoma sana ndipo unajua Mungu ni nani. Amen. Mungu anataka nini, tabia za Mungu. Unamjua Mungu kupitia kusoma Biblia. Amen. Umenielewa? Amen. Umenielewa? Amen. Walionielewa sema amen. Amen. Sema amina tena. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kusoma ndio tumejua. Okay, kwa hiyo na pamoja kwa kusoma kwa bidii. Nani anasoma na leo tarehe ngapi? Leo tarehe 4. Tarehe 4. Sawa. Tutaanza na kitabu cha Injili ya Yohana. Sawa? Kuanzia kesho soma sura moja kila siku. Amina. Ukiweza soma sura moja asubuhi, soma sura nyingine jioni. Nimesema kitabu cha Yohana. Ndio. Anza sura moja asubuhi tu. Kabla hujaingia kwa maombi, soma hiyo sura. Kama saa 10 usiku unaamka sana, akisoma sura moja, soma mbili juu yako, soma sura moja maliza. Anza kuomba na vitu hivyo. Kesho soma tena sura nyingine. Yale maneno yatakaa ndani yako. Tembea na hiki kipindi. Amen. Na wengine mtakuwa na shuhuda, kwa sababu kuna vitu Mungu ataongea na mje na shuhuda. Amina. Amen. Namba 1 kusoma.
Umesema kusoma neno kwa bidii. Sawa sawa? Amen. Sawa sawa? Amen. Hivi kama unampenda Mungu inakushinda kusoma neno lake? Wale waliooa kipindi kile cha kuandikiana barua huko, tuonane, andikiana barua, sio message za simu, barua kabisa hizo rembwa love ni mikono juu. Najua tani ndio wahenga walio. Asante. Ile barua kwa ilikuwa inaandikwa wana bodi ile miandiko, wanachora love huku, moyo huku, anatengeneza maandishi fulani. Sasa mpelekee mdada sasa, imeandikwa nimekuzimikia, usiku silali na kuota wewe. Yanaelezea nikinywa maji kwa glasi si na kuona. Barua zile ziliandikwa. Sasa sikia, ile mama dada akiwa anafua nguo, anaiweka, anafuta, anaisoma, anacheka mwenyewe, anafua tena, anasoma, anairudia tena, na akitoka hapo atakapoificha hata panya asiiguse, maana yale maneno yana faraja. Wahenga, ni kweli si kweli? Kweli. Haleluya. Amen. Na ukienda kwa mfano kwa mama mchungaji Mlai, unaweza ukaenda kwa sanduku ukakuta barua aliyoandikiwa na dokta ipo mpaka leo kule chini. Hawezi kuichana na kuambia. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndivyo ambavyo tunapaswa tushike neno la mpenzi wetu Yesu, tusome, tubarikiwe na hili neno. Amen. Uvutiwe na hili neno, liwe hamu yako, kiu yako kusoma. Amen. Namba 1 kusoma. Namba 2 kuliweka moyoni. Sisome tu ukapitia, lakini mbona wanakariri jamani kule? Wanafunzi, unashika hiki kifungu, unatembea ukikariri, unarudi tena unakariri. Weka maneno ya Mungu yajae ndani yako. Weka moyo. Kolosai 3:16. Neno la Kristo lijae kwa wingi wapi? Ndani yenu, mioyoni mwenu. Kolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Ndio. Katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Na nyimbo na tenzi za. Neno la Kristo likae kwa wingi wapi? Na neno likikao, unafikiri hata chuki inatawala hapo? Mambo ya kubeba watu si fulani kanikosea, hutakumbuka. Waliokukosea utawaona kama neno limejaa. Yesu anakuwa amejaa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Namba 3. Litafakari. Au tunasema liwaze basi hilo neno. Au tunasema lifikirie hilo neno. Au neno kuwaza linakuwa na nguvu zaidi. Neno tafakari. Kuna namna Mungu aliongea hapo, uingie kwa kutafakari. Tafakari hilo. Tafakari. Amen. Mithali 16:20. Wewe andika tu, tutapishe baada ya pili. Haleluya. Naomba nisome. Atakaye tafakari neno atapata mema. Atakaye tafakari neno atafanyaje? Atapata mema. Atapata mema. Na kila amwaminie Bwana ana heri. Atakaye tafakari neno atapata mema, na kila amwaminie Bwana ana heri. Ana heri. Umetafakari mema yako. Zaburi ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 3. Uwe na notebook unayoandika. Sitaki vitu vya nani, sababu nilisoma mtakuwa endelevu.
kwa namna fulani, na litakuvusha mahali darasa. Amina. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Sheria ya Bwana inampendeza, naye utafakari mchana na usiku. Mchana na usiku. Yaani ukilala ni neno, ukiamka ni neno, ukitembea ni neno. Pointi ya mwisho. Liseme neno kwenye maongezi yako kuliko maneno mengine. Liseme neno kwenye maongezi yako kuliko maneno mengine. Tena andika kabisa, liseme neno kwenye maongezi yako kuliko maongezi mengine, ili ufanikiwe 2026. Amen. Liseme neno kwenye maneno yako kuliko maneno mengine. Sema neno. Hebu ongea na mtu, pigeni story ya neno. Zungumza ka story fulani hivi. Yusufu ilikuwa kwaje kwa mfano? Yule mwanamke Msamaria akafanya. Wana mjomba wangu mmoja napenda sana kumpigia, ni mchungaji kule Mwanza. Yeye ukiongea naye ni mcheshi sana, lakini kwa neno naweza kaliongea neno kwa namna ambao utazamii, lakini ataongea neno hili. Akizungumza kitu anakuambia, kuna watu wanakuambia wale Mafarisayo, na watu wanakuambia wale wa Nikolai, anaweza akakuambia namna fulani, lakini anaongea neno. Anakuambia Wagalatia, tayari ameongea neno fulani kuhusu Wagalatia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maliza na Yoshua. Yoshua 1:8. Yoshua 1:8. Yoshua 1:8. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Si cha kusema hicho Ndio. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Kisiondoke kinywani hicho kitabu, bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Utalisema sana hilo neno. Utalisema. Lakini utalifanyia kazi. Hiyo tutaangalia ndio match ile na kutenda imeishia kwenye kulisema. Amen. Story yako kama mnakaa mahali mnazungumza, zungumzeni neno. Amen. Siyasema toka saa 10, lakini kuna namna ya fulani tunasema lugha ya Biblia. Nilikuwa na devatoyo mmoja, ikapiga simu, alipokea sema katika mlima wa Bwana anapatikana. Si neno ameshalisema. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukatengeneza vitu fulani ambavyo vinakujenga na wewe. Amen. Walionielewa sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Warumi 10:8-9. Neno likali. Ukombozi uko kwenye neno. Na naomba leo yeyote mwenye changamoto ambayo anajua kabisa amesumbuka nayo, takupa namba yangu kama huna. Afu niambie hiyo changamoto. Mimi nitakupa neno usimamia. Na ishara ya kwamba Mungu ametuma kipindi hiki, utaona matokeo ya hilo neno. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Nisome hiyo ya mwisho. Warumi 10 mstari wa 8.
Warumi sura 10 mstari wa 8 na kuendelea. Lakini yanenaje lile neno li karibu nawe? Li karibu nawe, hili neno katika kinywa chako, yani lile ambalo Yoshua anaambia ukikiri utafanikiwa katika kinywa chako na moyo wako. Yani limetafakariwa moyoni likasemwa kinywani. Yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Ndio. Mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukiri hilo neno, kuamini moyoni. Naomba usimame. Kuna jambo hapa lazima lishughulikiwe. Wakati nafundisha neno, kuna watu wanalala. Kwa nini kuna kuja kitu cha kufungua? Kwa nini unalala? Saa ya neno. Ndio keja na nakwambia, kwa nini unalala saa ya neno? Kwa nini mtu hajapiga umbea mpaka akalala? Ni kifungo. Nataka niwaambie ukweli. Kifungo. Unapingwa kusikia. Anayekuzuia kusikia anazuia uhuru wako. Huu ni mwanzo. Inua mikono yako juu. Sema, ee Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimesikia habari ya neno lako, hata namna ya kufanikiwa, kusifanikisha njia yangu. Ulimwambia Yoshua, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwangu. Hata namna ya kujidhihirisha kwangu, neno lako ni sehemu. Yesu, nakuja kwako, ni rehemu, nitakase, nisafishe, nioshe pale nilipopuuza kwenye kujifunza neno lako, nikajali vitu vingine. Wakati mwingine mahubiri hayakuwa na nguvu kwangu, kwa sababu niliweka akili ya kwenye maombi na maombezi na unabii, nikasahau kwamba neno lako ndio kila kitu. Neno lako ndani yake kuna uzima, na ule uzima ni nuru yangu. Yesu, nasimama na damu yako saa hii. Najua kuna yule adui anachukua lile neno kama mbegu iliyopandwa, inaanguka kwenye mchanga, inaanguka kwenye mawe, imeanguka kwenye miiba, na wakati mwingine neno linashindwa kuanguka kwenye udongo mzuri. Ewe pepo wa usingizi, unayeshambulia kusikia kwangu, eneo langu la kujifunza. Ewe pepo unayeshambulia eneo langu la kusoma neno, kulipenda neno. Wewe uliyeniondolea upendo kwenye kusoma neno na kulifuata, kwa jina la Yesu, hebu piga hizo roho za usingizi, roho za uzito, roho za kuona kwamba hakuna kitu. Kila nguvu inayokuondoa kwenye kupenda neno. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, na sitafanya makao kwake. Kaeni katika pendo langu, kama mimi Baba tulivyokaa katika pendo, nilipo katika pendo la Baba. Piga maroho yote yanayoshambulia, yanayoleta uzito kwenye lile fundisho, kwa jina la Yesu. Tunapiga nguvu za kichawi, vifungo vya giza vilivyofunga ufahamu, vilivyofunga fikra zetu, kwa jina la Yesu. Nguvu za kichawi, toka kwenye fahamu, toka kwenye akili, toka kwenye macho. Ombea macho yako, kemea mapepo kwenye kichwa chako, kwenye nafsi yako. Kila nguvu inayofanya usione utamu wa neno, katika jina la Yesu, na ng'oa yale mapando na haribu. Kuna watu mnasikia hali ya vichwa vizito, shika vichwa vyenu. Rabo koshikeriabo. Nasikia vichwa vizito, shika vichwa vyenu.
katika jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Enyi nguvu za uvamizi mliotumwa kuvamia yangu, kuvamia ufahamu wangu, ili nisielewe, ili nisifanyie kazi, mnao kuja kunilemaza kiakili, kwa damu ya Yesu, roho ya usingizi, roho ya uzito, madhabahu ya giza, mwanga wa kichawi, giza la kichawi, moshi wa kichawi, toka kwenye kichwa changu. Anza kukemea ile nguvu kwenye kichwa. Anza kukemea hiyo nguvu kwenye kichwa, huo uvamizi kwenye kichwa, kila roho iliyopandikizwa kwenye kichwa. Piga nguvu hiyo, iko juu ya anga. Haribu hiyo nguvu, 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 haribu hiyo nguvu. Karamakosheke rihimakoshaka rahapapa yakoria rihiandara papa yakatama sakarabo rihikamantarabobo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, piga huo ufalme wa giza, toka huo ufalme wa giza. Kuna mtu aling'atwa na nyoka kwenye mguu katika ndoto. Shika mguu wako. Kuna mtu aling'atwa na nyoka kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto. Shika mguu wako. Ninaona mguu umeng'atwa na nyoka kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho ulishambuliwa na nyoka. Shika huo mguu wako katika jina la Yesu. Na ng'oa hiyo sumu, na ng'oa hiyo sumu iliyoingia kwenye huo mguu, iliyoingia kwenye huo mguu. Na ng'oa hiyo sumu, hayo meno ya nyoka, hiyo sumu ya nyoka iliyoingia kwenye huo mguu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka kwenye huo mguu, toka kwenye huo mguu. Ewe sumu ya kichawi, pepo liloingia kwenye huo mguu, korapakosaya, ilo shambulia na liondoa sasa. Na ng'oa huo mshale, na ng'oa hilo pepo, toka kwenye mguu, toka kwenye mguu wake, toka kwenye mguu wake. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa Yesu, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Rapako shikiria babo, rimandoria babo, rapako shikiria babo, rimandoria babosa. Katika jina la Yesu, uliyepata attack kwenye mguu njoo hapa. Tunasikia kuomba na wengine tutakawaelekeza. Umeshambuliwa kwenye mguu, mwana wa Mungu aliye hai, nasimama kinyume na kila shambulio la mifupa na mishipa yako. Kama za giza zilizotumwa kwenye miguu, nyayo zilizoshambuliwa, maso zilizoshambuliwa, piga, piga chia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fukuka, 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 fukuka katika jina na seti mishipa na mifupa yako, maso sikae sawa kwa jina la Yesu. Fukuka, fukuka kwa damu ya Yesu, 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 fukuka kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Mulio kwenye miguu, rabako, rabako, rababa, rababo, rababa, rikapa yasa, rababako, rikikiyaba, rabangwa, yakata, rababosa. Nafungua hiyo mishipa, nafungua hiyo mishipa, nafungua mifupa, nafungua ngozi yako, nafungua mishipa. Fukuka, 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 fukuka. Nataka uhuru kwa damu ya Yesu, nataka uhuru kwa damu ya Yesu. Fukuka. Rabako sakarabo, mashambulizi kwenye miguu yako, nakomboa miguu yako, nafungua nyayo zako, nakomboa miguu yako, nafungua nyayo zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Napiga kila uvamizi, kila uvamizi uliotumwa kwenye miguu, kwenye miguu. Toka, 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 toka. Naifungua miguu yako kwa damu ya Yesu, naifungua miguu yako kwa damu ya Yesu. Funguka katika jina la Yesu. Na ng'oa hiyo, na mtoa hiyo sumu, shale, meno ya joka, sumu iliyoingizwa, roho iliyoingizwa kwenye eneo la milki yako, mashambulizi, piga kwa jina la Yesu.
Naachilia nguvu ya Mungu kwenye miguu. Naachilia nguvu ya Mungu kwenye miguu. Nafungua miguu. Nafungua miguu kwa neno lililotumwa leo. Nafungua miguu. Naondoa hiyo mishale ya giza. Naifungua miguu yako kwa Yesu huyu. Katika jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Toka leo. Unakuwa huru. Unakuwa huru. Kwa damu ya Yesu. Kila shambulio kwenye miguu yako. Funguka miguu yako. Funguka miguu yako. Uwe huru. Kwa damu ya Yesu. Mashambulizi kwenye miguu. Katika jina la Yesu. Wale walioshambulia hatua zako. Nafungua 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 hatua zako. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uhuru na ukombozi. Pokea uhuru na ukombozi. Miguu yako ifungwe. Katika jina na masuku kwa miguu yako. Funguka kwa damu ya Yesu. Kuna watu unasikia kama mtu anayetembelewa na utitiri. Kuna aina ya nguvu za ubisi. Uje hapa, unasikia mwilini kama mtu anatembelewa na utitiri. Tunamtembelea kuanzia ingine usoni na futi. Kuna inakuvamia. Kuna nguvu zinakutembelea. Wewe ni Mungu wetu.